Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akubariki sana wewe ambaye unanitazama. Mimi ninaitwa mtumishi wa Mungu Yohana Shedrack Sabukuru. Imempendeza Mungu niweze kufika katika media yangu hii, basi niweze kuzungumza na wewe maneno mawili matatu kuhusu neno la Bwana. Siku ya leo tutajifunza kwa habari ya somo linaloitwa uponyaji. Bwana Yesu apewe sifa. Na ambapo tutasoma katika kitabu kile cha Matendo sura ya 3 na mstari ule wa 1. Tutasoma hapa kwa pamoja. Biblia inasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni, saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyo akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Bwana Yesu apewe sifa. Ninazungumza kwa habari ya uponyaji, ambapo watu wengi leo hii kuna baadhi vitu ambavyo wameshindwa kumwamini Mungu, wanaamini vitu kwamba ndivyo vinaweza vikawaponya. Lakini tukisoma kwa habari ya mtu huyu, alijua ya kwamba pia hata yeye kitu ambacho kinaweza kikamuokoa ilikuwa ni fedha au sadaka ambayo angepewa na Petro au na Yohana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tunaona katika maandiko hapa Biblia, ukiendelea kusoma Biblia hapa chini kuendelea mbele, kuna mahali Petro na Yohana wakamwambia ya kwamba sisi hatuna kitu, hatuna fedha wala dhahabu, lakini hiki tukupacho ndicho tukupacho. Wakamwambia wa kwamba kwa jina la Yesu simama, ufanyeje, uende. Na yule mtu hakuamini kwamba anaweza kweli akasimama, lakini kwa sababu Mungu alitamani aweze kumfungua na kulikuwa kuna makusudi ya yule mtu kufunguliwa, yule mtu alisimama na kutembea. Watu wakaanza kushangaa na kusema kwamba huyu mtu tulimuona alikuwa hatembei, kwa nini leo hii anatembea? Lakini wanashindwa kujua kwamba Mungu na yeye alikuwa yupo kazini na alikuwa yuko ndani ya Petro na Yohana. Kwa hata wewe leo hii, wewe unayenitazama, usikate tamaa kwa namna yoyote, wala usirudi nyuma kwa namna yoyote. Mungu anaweza akaleta tumaini ambalo lilikuwa limepotea kwenye maisha yako, lakini Mungu pia anaweza akaleta amani iliyokuwa imepotea kwenye maisha yako. Sio hilo tu, Mungu anaweza akaleta uponyaji pale ambapo ulikuwa hauwezi kabisa. Yamkini ulikuwa unaumwa, tumbo lilikuwa tumbo lilikuwa limeshikwa ambapo ulikuwa hauwezi kuzaa, lakini Mungu anaweza kalifungua na ukazaa, ukapata mtoto. Inawezekana Mungu alikuwa anakutazama kuangalia imani yako, lakini kwa sababu wewe ukiamini, majira haya ninavyokuambia, Mungu yuko tayari kukuponya katika jina la Yesu. Mungu yuko tayari kwa ajili ya kukuponya katika jina la Yesu. Sikiliza nikwambie, majira haya sasa ni wewe uamini ya kwamba Mungu anaweza kufanya kitu kwenye maisha yako. Majira haya na dakika hizi chache nitachukua nafasi ndogo sana kwa ajili ya kukuombea, na Mungu ataenda kukufungua katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya upendo. Asante kwa ajili ya mtu huyu ambaye Bwana ananitazama, ambapo Bwana kuna mahali ambapo hawezi, lakini wewe ni Mungu uwezaye kufungua, wewe ni Mungu uwezaye kutenda. Hakuna jambo lililogumu mbele zako Bwana. Wewe ni Mungu ambaye ulimkumbuka yule kiwete ambaye alikuwa hatembei, lakini hata majira haya unaweza kumfungua mama huyu ambaye alikuwa amefungwa tumbo. Baba, kama ulivyomwonekania Bwana kwa habari ya Hana kupata mtoto, hata majira haya
Bwana unaweza ukamfungua tumbo mama huyu katika jina la Yesu Kristo. Inawezekana Bwana kuna mwingine ambaye amekosa kazi, lakini wewe ni Mungu uwezaye patisha kazi na kumuinua tena pale ambapo alikuwa hawezi. Bwana mkumbuke, Elishadai mkumbuke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Bwana mkumbuke hata dada yule ambaye amekata tamaa, ambaye Bwana magonjwa yamekuwa yakimsumbua kwa muda mrefu. Bwana ukaachilia uzima na afya njema kwa jina la Yesu Kristo. Wale ambao Bwana ni wagonjwa, Yesu kaachilia uzima, afya njema Bwana ikaingia ndani yao kwa jina la Yesu Kristo. Acha roho wa uzima kaingie ndani yao. Kila hali ya uonevu na ikanyamanze kimya. Kila roho chafu na ikanyamanze kimya. Kila roho itendayo kazi ikanyamanze kimya kwa jina la Yesu Kristo. Bali Bwana acha uzima wako Bwana ukaachiliwe juu yao kwa jina la Yesu Kristo. Iwe ni mapepo, iwe ni wachawi, iwe ni majini, na yakaachilie kwa jina la Yesu. Iwe ni vibwengo na vikaachilie kwa jina la Yesu. Bali Bwana acha nikaone Mungu ukifanya matengenezo, Bwana ukiachilia uzima na afya njema kwa jina la Yesu Kristo. Pokea sifa, utukufu na heshima, maana wewe ni Mungu unastahili. Asante kwa sababu naamini yote utaenda kutenda sawa na mapenzi yako. Ninaamini ya kwamba Bwana uko uponyaji umeenda kufanya kwa kijana yule, umeenda kufanya uponyaji kwa mama yule, umeenda kufanya kwa binti yule, umeenda kufanya uponyaji kwa baba yule, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea heshima na mamlaka, maana vyote ni vyako katika jina la Yesu Kristo. Acha nikaone Bwana ukiachilia mabadiliko juu yao katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana wewe ambaye ulikuwa ukinifuatilia na ambaye ulikuwa ukinitazama. Ninaamini kabisa Mungu amefanya kitu kwako. Ni wewe tu uamini ya kwamba Mungu na kwa maombi haya Mungu amefanya kitu. Mungu akubariki sana. Usisahau kunifuatilia zaidi. Yako mambo mengi nitazungumza na wewe kupitia njia ya mtandao, na Mungu ataenda kukugusa na Mungu ataenda kukufungua kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Amen.